za dunia na mwisho wake, kwamba falme zilizoko chini ya jua, nenda uendako, iwe Iraki, iwe Irani, iwe Czechoslovakia, iwe India, iwe Ghana, iwe Gaboni, iwe sehemu yoyote ile chini ya jua katika ulimwengu huu, falme hizi zote zitatoweka. Kwa nini zitatoweka? Mungu alikuwa amekusudia tangu mwanzo watu wote chini ya dunia hii tuishi kama Mungu anavyotaka, lakini kwa sababu Mungu, sisi wanadamu tumeishi kinyume na Mungu anavyotaka, ndiyo maana anahitaji dunia hii kuirekebisha. Haleluya, kuirekebisha. Na anapotaka kufanya marekebisho lazima atume habari, atume jumbe zake, atume nyaraka zake kuwatahadharisha watu wa dunia hii kwamba kuna 1, 2, 3 inakuja, ili watu wapate kujiandaa. Mtu wawa yeyote asiwe na udhuru katika dunia hii. Ukisoma habari za wenzetu wa zamani, akina Nuhu, Biblia inasema kwamba, ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ile ya 6, anasema kwamba Mungu alipoitazama dunia kipindi kile cha Nuhu, akamuona ni nani peke yake? Nuhu peke yake ni mwaminifu, na watoto wake wote na familia yake yote katika ulimwengu mzima. Akasema kwamba kwa sababu watu wamejaza dhuluma dunia, basi dunia hii nitaigarikisha. Kwa nini? Kwa maji. Mungu akatanguliza maonyo na mafundisho na makemeo na maelekezo yote kwa kila mmoja. Mungu hawezi akaleta jambo lolote lile bila kuwafunulia watu wake mambo yanayokuja. Hawezi akawaonea, maana akifanya ghafla bilivu tu bila kuwaambia, watasema kwamba mbona hakusema sasa? Si angesema huenda tungefanya hili na hili. Mungu lazima aseme. Kipindi cha Lutu, dhambi ilipojaa katika ulimwengu wa kipindi kile, watu wakafanya kinyume na mapenzi ya Mungu, wakafanya yanayochukiza machoni pa Mungu. Mungu akaona kwamba hawezi akavumilia kitendo kinachofanyika kule Sodoma na Gomora. Lazima watu hawa Mungu ashughulikie. Kwa hiyo Mungu katika ulimwengu huu ana vipindi mbalimbali vya maonyo ambayo ameyatoa tangu zamani, na kila kipindi anatoa onyo, na kila kipindi anatoa onyo. Katika ulimwengu huu wa leo uliojaa kila aina ya mambo ya dunia hii, anasa zimejaa, ubakaji umejaa, ngono zimejaa, ndoa za jinsia moja zimejaa, watu wakorofi wamejaa, majambazi wamejaa, machangudo wamejaa. Mungu anapoitazama dunia ya leo, anaona kwamba sasa ni machukizo makubwa yanayotendeka chini ya jua. Ndio maana Mungu anatoa tangazo katika kitabu hiki cha Nabii Isaya sura ile ya 24 fungu la 3. Nabii Isaya 24 fungu la 3. Biblia inasema Isaya 24 fungu la 3. Ndio, tunaye. Biblia inasema dunia hii itafanywa tupu kabisa. Dunia hii itafanywa tupu kabisa na kuharibiwa kabisa. Na kuharibiwa kabisa. Maana Bwana amenena neno. Amenena neno. Sio mchungaji aliyenena, sio father aliyenena, sio katekista aliyenena, sio mwinjilisti aliyenena. Ni Bwana amenena neno hilo kwamba dunia hii itafanywa tupu kabisa na kuharibiwa, maana dunia imeharibika. Ndio maana leo tunajifunza maandiko matakatifu kuhusu habari za falme za dunia na mwisho wake. Sehemu hii ya kwanza leo itakuwa sehemu ya kwanza, lakini kesho kama Bwana akijalia tutajifunza sehemu ya pili. Dunia imeharibika. Leo tutajifunza katika kitabu cha Danieli. Danieli anayo mambo ya kutuelekeza katika ulimwengu huu, wakati unakwenda mwisho dunia hii. Danieli ana mambo ya kutuambia katika Danieli 7.
Tacheza hapo, tutakuwa tunagusa huku, tunakwenda vitabu vingine, lakini tunarudi hapo kwa Danieli. Danieli 7 fungu la kwanza. Hebu tuone Danieli anatuambia nini katika jioni ya leo. Twende. Danieli 7 fungu la kwanza. Twende. Biblia inasema, katika mwaka wa kwanza wa Belshaza. Katika mwaka wa kwanza wa Belshaza, mfalme wa Babeli. Mfalme wa Babeli. Danieli aliona ndoto. Danieli aliona ndoto. Na maono ya kichwa chake. Na maono ya kichwa chake yamfadhaika. Twende. Kitandani mwake. Basi akaiandika ndoto. Akaiandika ndoto. Akatoa habari ya jumla yake. Twende. Ya mambo hayo. 2. Danieli akanena akisema. Akanena Danieli akasema. Naliona katika maono yangu. Naliona katika maono yangu wakati wa usiku. Natazama. Hizo pepo 4. Hizo pepo 4. Za mbinguni zilivuma kwa nguvu juu ya bahari kubwa. Juu ya bahari kubwa. 3. Ndipo wanyama wakubwa 4 wakatoka baharini. Danieli alipoona upepo unavuma, pepo 4 za mbinguni, ana maana kwamba ni mashariki, magharibi, kusini, kaskazini. Danieli aliona pepo zinavuma, upepo unaunguruma, zinavuma. Halafu baada ya kuvuma, Danieli akaona wanyama wakitokea wapi? Baharini. Swali, hivi mnyama anaishi porini? Anaishi majini? Anaishi porini. Mnyama haishi majini, lakini Danieli anaposema aliona wanyama 4 wakitoka katika bahari, alikuwa na maana gani? Danieli 7:17. Twende msomaji wangu. Danieli 7:17. Biblia inasema. Inasemaje? 7:17 Danieli. Biblia inasema. Wanyama hao wakubwa walio 4. Wanyama hao wakubwa walio 4. Ni falme 4. Soma vizuri, rudia hapo. Wanyama hao wakubwa walio 4. Hao wakubwa walio 4. Ni wafalme 4. Ni wafalme 4 watakaotokea duniani. Watakaotokea duniani. Wakati Danieli anaandika hizo habari, Danieli aliona wanyama hawa, lakini fafanuzi wake anasema kwamba wanyama hawa ni wafalme 4 watakaotokea duniani. Anaposema wafalme 4, twende msomaji wangu. 18. Katika Danieli, tunarudi kule kwa Danieli 7 ulipoishia hapo. Danieli 7 fungu la 3. Twende. Anasema, ndipo wanyama wakubwa 4 wakatoka baharini. Ndipo wanyama wakubwa 4 wakatoka baharini. Wote wanamna mbali. Wanamna mbali. Twende. 4. Wa kwanza alikuwa kama simba. Alikuwa kama simba. Naye alikuwa na mabawa ya tai. Nikatazama. Hata mabawa yake yakafutuka. Hata mabawa yake yakafutuka manyoya. Akainuliwa katika nchi. Akasimamishwa juu kwa miguu. Akasimamishwa katika nchi kwa miguu yake mingapi? Miwili. Kama mwanadamu. Naye akapewa moyo wa kibinadamu. Ndio. Natazama mnyama mwingine. Asante. Tunakwenda mnyama baada ya mnyama mwingine. Danieli anaposema kwamba aliona mnyama kama simba, lakini huyu mnyama alikuwa na mabawa mangapi? 2, na mabawa yake yalikuwa yalinyofoka, kunyofoka. Mabawa yake yenyofoka, zile sehemu zake za mabawa. Anasema kwamba akainuliwa kama mwanadamu, akapewa na nini? Na moyo. Kama moyo gani? Wa mwanadamu. Huu ni utawala wa kwanza wa dunia ambao Danieli anasema kwamba wakati Danieli anaonyesha maono haya ulikuwa mwaka wa 605. Maono haya Danieli yalimjia ndio mwaka ule ambao mfalme huyu Nebukadneza, mfalme wa Babeli, alichukua mamlaka kutoka kwa baba yake. Baba yake aliyekuwa anaitwa Neboporasa alifariki dunia tarehe 15 ya mwezi wa 8 mwaka wa 605 kabla Yesu hajazaliwa. Na siku hiyo mazishi yalipoisha ya mfalme Neboporasa, ndipo akatawazwa Nebukadneza kijana wake akawa mfalme wa Babeli. Ndio maana anasema kwamba akapewa moyo wa kibinadamu. Moyo wa kibinadamu ina maana kwamba akaongea kama binadamu, akawa binadamu, na aliyetawala ni binadamu, sio mnyama yule ambaye Danieli anasema kwamba wanyama 4
ni farume wanne waliotokea duniani. Twende msomaji wangu. Danieli 7:5. Ndiyo. Natazama mnyama mwingine wa pili. Mnyama mwingine wa pili kama dubu. Naye aliinuliwa. Upande mmoja. Na mifupa mitatu ya mbavu. Midomoni mwake. Ndio. Ilikuwamo kinywani mwake. Sawa. Katika meno yake. Ndio. Wakamwambia mnyama huyo. Wakamwambia yule mnyama, fanyaje? Inuka. Ule nyama tele. Ule nyama tele. Huyu baada ya mfalme Nebukadneza mfalme wa Babeli kutawala dunia mwaka wa 65 mpaka mwaka 539, ndipo ukafuata utawala mwingine ambao ni utawala wa pili wa Wamedi na Waajemi. Walianzia Waajemi wakatawala chini ya mfalme Dario, wakatawala na wale wafalme mwingine ambao ni ufalme ulioshikiliwa na Koreshi, mfalme wa nchi ya Irani. Leo tunasema Irani na Iraki. Hizi nchi zilikuwa pamoja, Irani na Iraki. Kwa hiyo Babeli, ufalme wa Wamedi na Waajemi ni wa Irani na Iraki. Walitawala dunia. Biblia inasema kwamba walitawala dunia kuanzia mwaka wa 539 mpaka mwaka wa 331 kabla ya kuzaliwa kwa Kristo. Utawala huu ukaisha. Tena msomaji wangu, utawala mwingine uliofuata. Fungu la 6. Kisha nikatazama. Na kumbe mnyama mwingine. Kama chui. Naye juu ya mgongo wake alikuwa na mabawa mangapi? 4. Kama ya ndege. Ndio. Mnyama huyo alikuwa na vichwa 4. Akapewa mamlaka. 7. Acha. Akapewa mamlaka. Biblia 7. Twende. Baadaye nikaona katika njozi ya usiku. Natazama mnyama wa 4. Tunakwenda mnyama baada ya mnyama. Mnyama baada ya nini? Mnyama. Tunakwenda hapo. Huyu mfalme ule wa Medi na Waajemi ulipotoka ukatawaliwa ufalme wa Wayunani. Utawala huu ulioanza mwaka wa 331 mpaka 168 kabla ya kuzaliwa kwa Kristo Yesu. Utawala huu ulishikwa na Alexander Mkuu. Alexander Mkuu alikuwa kijana mdogo alipotawala, kwa na umri wa miaka 30 tu akatawala, kwa sababu kijana huyu alikuwa mpenda anasa. Utawala wake, anaposema mabawa 4 kama ya ndege, ina maana kwamba katika utawala wake ulitokea utawala huu ukashikwa na magavana waliomsaidia mfalme wa Uyunani huyu kushika madaraka. Mfalme alikuwa na magavana 4. Alikuwa anaitwa Seleukasi, alikuwa anaitwa Lismaka, alikuwa anaitwa Ptolemy na Kasanda. Watawala hawa, magavana hawa walikuwepo katika kusaidia utawala wake. Kwa nini? Kwa sababu utawala wake ulipelekea kuishia katika Danieli 5 fungu la 29 mpaka 31. Twende msomaji wangu. Danieli 5. Ndio. 5 fungu. Anatufafanulia 29. Danieli 5 fungu la 29. Twende. Biblia inasema, ndipo Belshaza akatoa amri. Nao wakamvika Danieli mavazi ya rangi ya zambarau. Wakatia mkufu wa dhahabu shingoni mwake. Ndio. Wakapiga mbiu. Wakatangaza habari zake. Ya kwamba ndio yeye ni mtu wa 3 katika ufalme. Twende. 30. Usiku huo Belshaza mfalme wa Wakaldayo ndio akauawa. 31. Na Dario Medi akaupokea ufalme na ya umri wake. Na ndio maana katika yule mnyama aliyekuwa ameinuliwa, ambaye tumemsoma, ameinuliwa upande mmoja, akawa mnyama ana miguu mingapi? 4. Lakini tulimsoma wa pili, huyo mnyama alikuwa ameinuliwa mguu mmoja, ina maana ikabaki miguu mingapi? 3. Maana yake ni Lydia, Misri na Babeli. Watawala hawa walipokuwa wanahitaji kuingia madarakani walipigana vita, wapendwa.
Hawakuingia tu kwamba unatoka wewe na basi naingia mimi sasa hapa. Walipigana vita. Ndio maana watawala hawa Lydia Misri pamoja na Babeli walikuwa na nguvu za ajabu kuwatoa wa Misri, kuwatoa wa Lydia na kuwatoa hawa. Ilikuwa shida kubwa. Ndio maana mnyama huyu aliinuliwa upande mmoja, akanena, akaambiwa njoo ule nyama tele. Twende mnyama wa 4. Twende Danieli 7:7. Baadaye nikaona katika njozi ya usiku. Na tazama mnyama wa 4. Mwenye kutisha. Mwenye nguvu. Mwenye uwezo mwingi. Naye alikuwa na meno ya chuma. Makubwa sana. Ndio. Alikula na kuvunja vipande. Na kuyakanyaga mabaki kwa miguu yake. Na umbo lake lilikuwa mbali kabisa na wale wa kwanza. Jamani, huyu mnyama ni hatari. Kwa nini? Kwa sababu huyu mnyama anasema kwamba anafanana na simba, halafu ana makucha ya simba. Halafu yeye huyu jamaa ana nguvu za ajabu, tena akakanyaga nini? Mabaki. Kesho kwa neema ya Mungu tutaangalia sehemu ya pili ya falme za dunia na mwisho wake sehemu ya pili. Ndipo utagundua kwamba tunasema nini katika unabii wa nyakati za mwisho. Danieli anaona yule mnyama wa 4 alikuwa mbali kabisa na wanyama wengine waliokuwa tangulia. Aliwaangalia akina simba hamna, akina dubu hamna, akina chui hamna. Lakini alipotokeza huyu wa 4, hata Danieli hakumuita hata jina. Wengine wameitwa jina yao, lakini yeye huyu anasema kwamba yeye alikuwa kitu cha ajabu, maana muonekano wake ni mbali kabisa tofauti na wenzake huyu mnyama. Lakini anaposema kwamba ni mbali tofauti na wenzake, fungu la 8. Twende. Ndipo uliposoma fungu la 8. Twende. Tumalizie fungu la 7 halijaisha. Twende. Naye alikuwa na pembe 10. Sikiliza, huyu mnyama wa 4, ndio maana Danieli alishangaa, alihafadhaika kwamba nini hiki. Alipotokeza huyu mnyama alikuwa na pembe 10. Halafu fungu la 8. Nikaziangalia sana pembe zake. Sikiliza, Danieli alipotokeza mwenye pembe 10, alipoziangalia hizi pembe 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kichwa kimoja, 6, 7, 8, 9, 10. Alipoziangalia sana Danieli akaziangalia, ndio. Natazama pembe nyingine ikazuka. Ikachomoka tena pembe nyingine moja katikati. Zikawa 10 jumlisha moja ngapi? Zikawa 11. Danieli alipoona akanatokeza kama moja. Zilikuwa 10 sasa. Moja hiyo ilipotokeza yakawaje? Twende. Nayo ilikuwa ndogo. Hiyo pembe ilikuwa ndogo, ambayo mbele yake pembe 3 katika. Tena ilipochomoka hiyo ya 11, kuchomoka tu ni kuangusha pembe ngapi? Ilipotokeza tu pembe zingine 3. Kwa nini? Kwa sababu pembe hii mnyama huyu alipotokea ilianza mwaka wa 168 kabla Yesu hajazaliwa. Ni utawala wa Kirumi, serikali za Kirumi ulipotawala utawala huu kuanzia mwaka 168 kabla ya kuzaliwa kwa Kristo mpaka mwaka 476 baada ya kuzaliwa kwa Kristo. Utawala huu ulishika madaraka dunia nzima. Kila uendako Warumi walikamata, kama vile walivyokuwa wanakamata Wababeli, Wamedi na Waajemi, Wayunani, na hata yeye huyu mnyama akakamata. Alipotawala hivi akaangusha pembe 3. Maana yake nini? Pembe 3. Huyu mnyama alipotawala ni utawala ulitoka ule wa kiserikali ukaingia utawala wa kidini wa Kirumi. Na utawala huu wa kidini wa Kirumi ulipoingia, ndipo sasa mataifa yaliyokuwa ni 10, alikuwemo Portugal, alikuwemo Mfaransa, alikuwemo Ujerumani, alikuwemo Switzerland, alikuwemo mataifa 10 ya Ulaya yalipotawala. Watawala hawa ndio maana walipotawala mnyama huyu alipotawala na watawala hawa 10, maandiko yanasema kwamba
akazishambulia nchi 3 ambazo ni pembe ngapi? Akashambulia nchi 3 ambazo zilikuwa zinaleta kimbelembele juu ya mnyama huyu. Maana yake nini? Mnyama huyu alipotawala akapingana na nani? Na Mungu. Sasa mataifa haya ni Athrobosi, Heluri na Vandrasi. Mataifa haya yakasema kwamba lakini anavyofanya huyu jamaa sio vyema. Wala wa Kirumi